السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو أن قرآنا سيرت بالجبال أو قطعت بالأرض وكلم بالموتى بل لله الأمر جميعا. يا شافي كافي معافي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى جل في علا، نكم تكي رحمة مtukufu daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziweze kumwelea. Kadhalika tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, baraka na rehma na izza zake Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia ziweze kwa pamoja nasi insha Allah ta'ala kwa muda huu na wakati huu. Amin, amin, amin. Leo ningependa haswatan kuzungumzia masala ya maradhi yanayopatikana kwa binadamu, maradhi ya kusumbuliwa kuumwa na kichwa, kusumbuliwa na visunzi vya mara kwa mara, na kadhalika pia kuweza kusumbuliwa na ganzi za miguuni au mioto katika nyayo za miguu. Lakini pia si mwingine ila ni Khalifa Jamal TV ndio ambao kwamba nitaweza kuzungumzia katika channel hii, na insha Allah taala tutakapoyasikiliza basi tuweze kuyafanyia kazi, yateremke katika utulunga wa mioyo yetu insha Allah taala. Ikhwani fillah, binadamu tumeumbwa tofauti tofauti na katika damu tofauti na pia katika nguvu tofauti, lakini si kila binadamu ambaye kwamba ataweza kupata homa basi akaweza kustahimili ama kuwa sawa sawa. Kuna mtu aweza kupata homa akalala kitandani, kuna mtu aweza pata homa akawa hawezi kabisa kutembea, na kuna mtu anaweza pata homa lakini hivyo pamoja na hayo akawa ni mwenye kutembea lakini yeye ni mgonjwa. Ila maradhi ambayo kwamba nataka kuyazungumzia hapa ni maradhi ambayo kwamba yapatikana kwa kuumwa na kichwa na kisunzi, na vile vile na maradhi yanayopatikana katika sehemu ya miguu yetu, ganzi pamoja na mioto katika unyayo za miguu zetu. Tukianzia katika maradhi ya kichwa, ni kitu gani ambacho kwamba husababisha kuumwa na kichwa na kupatwa na kisunzi mara kwa mara? Ziko sababu nyingi sana ambazo kwamba husababisha binadamu kuweza kupatwa kuumwa na kichwa. Mojawapo ni mtu ambaye kwamba ana maradhi ya pressure, aidha hiyo ni pressure ya kupanda ama pressure ya kushuka, na hususan pressure itakapokuwa imepanda zaidi ikifika katika nukta ya 200 kuelekea 250, lazima mtu yule ataweza kuumwa na kichwa kila siku mara kwa mara, na itakapopanda pressure ile kufika katika nukta ya 250 basi huenda ikapelekea kupasua mishipa ya ubongo, na hapo inakuwa ni hatari kwa mwanadamu wa aina yoyote ile. Lakini pia maradhi haya ya kichwa huenda ikasababishwa na matatizo ambayo kwamba yanakuwa ndani ya tumbo, kwa sababu mara nyingi utakapokuwa waumwa na tumbo, unapokuwa waumwa na kichwa, ina maana kwamba maradhi ya kuumwa na kichwa yako ndani ya tumbo, na ndio sababu unakuta kwamba mwanadamu anapomeza dawa, aidha mfano waumwa na kichwa ukachukua Action, ukachukua Panadol, ukachukua mara moja usuna moja ukameza, hii haumezi ile dawa ikenda kichwani, bali hii dawa unapoimeza huenda tumboni. Bimaana ndani ya tumbo ndo huwa kuna mchafuko unaosababisha mpaka mishipa ya kichwa ikaweza kumgonga mwanadamu. Lakini pia maradhi haya ambapo kwamba patikana katika sehemu hiyo ni mojawapo ya kwamba mtu anaweza kuwa na mchafuko wa tumbo au amekula vitu ambavyo kwamba sivyo, ikawa ni sumu kwake yeye, ikapelekea kuweza kuumwa na kichwa. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, mara nyingi sana binadamu ubongo huwa mara nyingi ubongo watakiwa kuwa laini na ubongo hautakiwi kuwa mkavu. Sisi Afrika tunatembea katika jua kali kwa ajili ya kutafuta au kwa ajili ya kuzengea
kuzingia riziki. Lakini pamoja na hayo ikawa jua limetupiga sana katika bongo zetu mpaka bongo imekauka. Ndio pale bongo inapokuwa ni kavu, wewe kama binadamu watakiwa jambo la kwanza unapofikiria nyumbani uweze kujiweka imara na usikimbilie kuweza kumeza madawa, kwa sababu unaweza kumeza madawa kama hayo mwisho wa siku yakakupelekea kupata maradhi mengine. Lakini pia unaweza ukatumia mafuta ya kiasili, mafuta ambayo kwamba ni sahihi, mafuta ambayo kwamba sio shirki. Unaweza kuchukua kitambara ukafunga kwenye kichwa chako raundi, na ukachukua mafuta ya nazi, coconut oil, ukamimina kiasi chake katika kichwa chako, ili mradi kwamba yale mafuta yasiweze kuteremka katika uso wako. Yale mafuta yatakapoingia katika ubongo wako, basi muda kichwa chako kitaweza kutulia na kitaweza kukuachia kuuma. Lakini pia mbali na hayo, kuna na dawa ambayo kwamba unaweza ukaipata ukatumia. Dawa hii ni nzuri sana katika mchanganyiko wa dawa hii. Kwa mfano wake, unaweza ukachukua dawa kama hii ambayo kwamba dawa hii ni dawa ya kiasili kabisa. Hii ni dawa ambayo kwamba inatibu baadhi ya maradhi katika mwili wa mwanadamu. Dawa hii si dawa nyingine, bali hii ni dawa inayojulikana kama mlipu wa kuweza kulipua matatizo ambayo kwamba yanatokana na sihiri. Uende ikawa labda ni sihiri umewekewa katika kichwa chako, au ni maradhi ya kawaida pia. Lakini dawa hii unapoichanganyia na dawa kama vile mpachori, dawa kama vile mwingajini, dawa kama vile mchekea, basi dawa hii ikaweza kukusaidia katika kuchemsha, kunwa, na badala yake ikapita katika mishipa na kuweza kuachilia yale maumivu ambayo kwamba yanapatikana kwa kuumwa na kichwa. Kwa hiyo hizi ni baadhi asili ya madawa ambayo kwamba yanapatikana, na mara nyingi sana alhamdulillah tumedili na watu wa staili kama hiyo, vitu kwa sumbua na visunzi. Maanake utakapoumwa na kichwa lazima kisunzi kitakupata, au pia vile vile mara nyingi pia na kisunzi nacho kutokana na aina ya mnyama ambaye kwamba ni mnyama aina ya jini, ambaye jini huyu naye humpelekea mwanadamu kuweza kupatwa na kisunzi anapoelekea katika sehemu ya ubongo. Kuna system inayojulikana kama medulla oblongata. Yule jini anapoelekea katika maeneo yale aitwa jini kisulisuli. Anapoelekea katika sehemu ya ubongo na akawa ni mwenye kufanya makao katika kichwa cha mwanadamu, basi humpelekea mwanadamu kupatwa na kisunzi, macho kufunga giza na kuona kama nyumba zinazunguka, miti yazunguka, ukahisi kama vile fahamu zimepotea. Mwisho wa siku ikakupelekea wewe kuweza kuanguka mahala popote pale. Hii nayo ni maradhi ya kichawi, na mnyama huyo naye ama jini huyo huwa si jini kwamba amekuja mwenyewe, bali ni jini anayetumwa na binadamu kwa makusudio, kakusudiwa katiliwa nia kwamba nenda kwa mtu fulani, nenda kamkere, nenda kamsumbue, kampe maradhi haya na yale. Kwa hiyo haya matatizo ya kuumwa na kichwa na visunzi yatokana na sababu nyingi sana, kama tulivyotangulia kusema awali, kuanzia pressure na mambo mengineyo. Lakini dawa ya kiasili tumeisema hapa kwamba utaweza kuchukua dawa hii ambayo kwamba ni dawa nzuri, ni dawa mujarrab sana, dawa ambayo kwamba utaweza kuichanganyia na baadhi ya madawa mengine ambayo kwamba ni mlipo. Dawa hii ya kulipua ukaichanganyia dawa hii pamoja na mwingajini, asili ya dawa zingine kama vile mwembe pori, basi ukachanganyia dawa hii ukaichemsha kwa uzuri, na baada ya kuchemsha ukaweza kutumia, na wallahi Allahu yashfik, Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kukupatia shifaa, na Mwenyezi Mungu ataweza kukuondoshea, badili ya kukimbilia kumeza panadoli, kumeza action, kumeza madawa mengineyo. Haya yanaweza kuletea maradhi mengine kama mfano wa ulcers, kwa sababu mtu anayedumu sana kila siku akawa yeye ni mwenye kumeza madawa kwa sababu ya kisunzi au kwa kuumwa na kichwa au kwa sababu hizi zinampelekea mtu inazalisha maradhi mengine. Madawa haya yanazalisha maradhi mengine, lakini tukimbilie katika dawa za kiasili, dawa ambazo kwamba zinapita kwenye mishipa moja kwa moja, kwa sababu dawa hizi ambazo kwamba ni za kiasili hazina side effect ndani yake, hazina madhara yoyote, wala hazizalishi madhara mengine baada ya hapo, bali zinamfanya mtu anakuwa vizuri na maradhi yanaondoka. Na pia hizi dawa za kiasili, dawa za kisunna, huwa zinatibu maradhi mengi sana. Unaweza kutumia dawa hii kwa sababu ya kuumwa na kichwa, lakini kutokujua dawa hii huenda pia kumbe ikakusaidia kusafisha ini lako. Huenda dawa hii ikakusaidia wewe kusafisha damu yako.
huenda dawa hii ikakusaidia wewe kuweza kusafisha sehemu ya figo au kusafisha sehemu ya pafu lako, au mara zingine pia huende ikasafisha sehemu ya kibofu cha mikojo. Kwa hiyo na vile vile pia mara zingine ukasikia mwasho sehemu ya siri, ukasikia kuwashwa aidha ni asubuhi ama ni jioni, ukasikia kuwashwa, basi ukatumia dawa hii kwa mchanganyio, basi dawa hii alhamdulillah huende ikatoa zile antibakteria na zote zikaweza kuondokea katika mwili wako. Kwa insha Allah taala, katika haya machache na mengi, Mwenyezi Mungu atufahamishe sote, atujalie tu katika min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana insha Allah taala. Karibuni katika ukumbi wetu, ukumbi wa Khalifa Jamal TV. Insha Allah taala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kufata haya tuliyosikia, ili tuweze kujitibu maradhi yetu kupitia dawa za kisunna, tiba za Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ila huna aqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika giza la dunia nuru ya hekima huchanua. Khalifa Jamal TV hutupa elimu na utulivu, ni chaneli yetu ya upendo inaongoza katika wema. Khalifa Jamal TV.